Sasa leo nataka tuongelee hii mambo ya jichopevu la maandamano Kenya. Kwa sababu mbona Kenya sahi kuna wale wako na hisia tofauti kuhusiana na maandamano. Kuna wale wanasema hizi vitu ni spiritually, kuna wale wanasema ati hao watu wanalipwa ndio wafanye maandamano. Kuna wale pia wanasema tu ni watu wanafurahia damu zikimwagwa. So kwa mtazamo wako wewe unafikiria aje, ama kwa kiukweli sasa tukisema sasa ukweli sasa hii maandamano sasa wewe mwenyewe binafsi unafikiria aje? Mtazamo wangu ni kuwa nina mtazamo tofauti nayo, kwa sababu nafikiri kwa kila jambo ama kwa kila kitu inatendeka ni kila mtu anachukuanga msimamo wake na kusema jinsi anapofikiria. Hivyo basi yote usema ni dhana. Ni dhana Kuwa labda ni spiritual. Ama labda ni watu wanalipwa wakafanya maandamano. Labda, lakini wewe uone kuwa sasa tuseme tu kama kuna ule msichana alienda akalipia sasa deposit kwenye mochari, mpaka ameshalipia ni kesa kufe. Wengine wanatuma sijui arafa za rambirambi sijui nini ni kesa kufe. Hayo yote nimeyafuatilia, nimeona wengine wameandika mpaka eulogy. Sasa si ndo nasema ni hizi vitu ni spiritual ama ni hamna spiritual. Wewe uko na sense yako mwenyewe, umeona tuseme for example mwana mwenzako amepigwa risasi, lakini bado uko na hiyo roho ya kwenda kuandamana. Wanasema na ujali kama utakufa ama ukufa. Wanasema wao vijana mimi nikufuatilia wamechoka. Umechoka design mpaka hata ujali maisha yako bro. Okay, mzazi wako hata kama ujali maisha yako, mzazi wako anafeel aje? Unajua kuna kitu inaumanga mzazi kama mzazi azae alafu tena azike tena mtoto wake. Ni uchungu kweli, ila najua kuna kitu inaitwangwa imefika point of no return. Point of no return. No. Unajua ukisema point of no return, hiyo ndio inaleta ile kitu ya kwa sababu huyu mtoto wako kama mzazi ameenda pale street, ameandamana, amekufa. Okay, mzazi anakuja sasa hiyo ujio uchungu. Unataka kusema kuna hata hawa watu tu ndio wanaenda watatengeneza tu kikundi na itakuwa ni the government against the people. Hapo ndo unapata kuna magaidi sasa wamechipuka, kwa sababu hawajali. Umesema hiyo point of no return, wanaenda wanatengeneza kikosi mwisho wa siku wanaenda kila mtu ananunua bunduki, anaweka kiplani, wanapambana na kuna hiyo alafu pia hata huyu mzazi atakuja pale mtani, hata yeye anze sasa revenge. Anakuja sasa kufight for the right of that kid wake. Wewe sasa tuseme wewe unaendanga maandamano pia, si ndio? Alafu kute sasa your brother tuseme ameshutiwa for no reason, utaendelea kuandamana? Hapana, kwa sababu sasa hiyo ni, lakini wajua mimi nasema tu kwa mitazamo yangu, nafikiri vijana wanajaribu kuongea maneno yao usikizwe. Nao government inasema mnaharibu. Juzi jana wanapitia mitandao kwenye X. Wanasema wanaandika sijui kama ni ukweli ama ni uongo. Kupata kuna letters zimeandikwa kuwa kuna baadhi ya vijana walikuwa wamelipwa kama goons kwa zile maduka zilifanyika zikaharibiwa. Of which ni ukweli, wamelipwa wafanye hiyo maneno, kuiba hizo vitu. Of which ni ukweli. Talking about goons, kuna hiyo incident ili waharibu maandamano, dhana yake ipotee. Ikue wamesema ni uhalifu, kora na uporaji. Hivyo mimi sijui kama maandamano
kuna wale wako genuine, kuna wale pia wamelipwa. Hakuna ama kuna tukubali tu Kenya hatujui peaceful maandamano. Sisi tunajua violence maandamano. Ndio maana hakuna vile polisi anaweza kukugonga for no reason. Lazima ulimtupia mawe. Lazima ulimchokoza. Alafu tukiingilia hapo kwa story na goons. Hakuna vile government wanaweza tuambie eti mwizi anaenda kuiba alafu anaacha ID hapo nje. Ndio wao goons walipwe, lazima waliitishwa ID. Ndio wakamilishe malipo. Unaacho ndio wajue ni watu wangapi tunalipa waende wafanye hii maandamano. Unaona? Ama waende wa destroy. So walipoona wale majamaa wameingia kwenye Quickmart. Wakajua si wameingia hapo, wacha tutume maaskari hapo wamalize kila mtu. Umeona? Alafu wakachukua ID zao wakaeka hapo nje. Ndiye tu anakuja kutuambia ati majamaa waliiba wakaacha ID zao. Nani hata kama bro ni mjinga unaweza aje iba ni wacha ID hapo. Ama ni movie ya Kihindi walikuwa wanacheza. Unajua hata kama hata ni wewe hai make sense kwa sababu iweje wewe unaiba alafu identity yako ama wewe mwenyewe unaacha hapo. Si utafuata? Ni ukweli. Hivyo basi hai make sense. Na hata footages za hiyo Quickmart azionyeshani. Wamekataa kuonyesha watu. Hivyo basi kuna one part ile. Hivyo basi mimi nilisoma barua fulani nikajua kuna maneno inafichwa mahali. Kwa sababu hii barua inahusu kati ya polisi na Gen Z. Huyu Karao alikuwa anasema sisi tulikuwa tunajua kuna watu wanakuja wa saa fulani na sisi tunafaa ku retrieve. Ili ukora ufanyike ndio tuzizuie. Ndio jina hicha. Lakini sisemi kwa yote haya yote ni sio mazuri. Maandamano yenyewe sio vizuri vile inavyofanya kwa sababu kuna uharibifu pia wa mali kama kupigana na polisi. Pia kwa Gen Z kuna wenye wanauliwa ovyo. Hata maaskari wanauliwa. Na pia maaskari wanauliwa. Kwa hivyo zote ni hii kitu ni spiritual. Kitu kingine pia kuna watu wanafurahia wengine wakimwaga damu. Kuna watu wana sponsor maandamano. Kwa wingi ama kwa mtazamo mwingine ukiona ni kama kuna watu wanahusika kuleta haya matatizo yote. Kama hiyo ID kuachwa hapo. Kama wajua hii wiki hii ya 25 unajua ilizidi unga kwa sababu wenye walikuwa naandamana walikuwa genuine. Kuna watu walikuwa genuine. Na kuna lakini walikuwa peaceful. Hawakuwa peaceful. Wajua peaceful inakujanga aje na inakosekana. Wakati kuna mtu mwingine ametumwa before wakuje the goons. Ni siku gani Kenya wamefanya peaceful maandamano? Wanaingianga street, mtu anaanza tu mnaanza kurushia nini? Juu mnajua tu polisi mchezo inaanzanga aje. Polisi anarusha tear gas. Akisharusha hasira inaanzia hapo. Kila mtu ni vita. Kuna reason inafanya anarusha tear gas, si ndio? Hakuna vile polisi anaweza rusha tear gas for no reason. Lazima mmewachokoza. Lazima kuna sheria mmekeuka. Juu hakuna vile mmesema this is a peaceful demonstration. Mko pale kwa state, mnaenda mkisema peace. Nani atawanini? Hiyo hata kama ingekuwa hivyo, human rights wangeingilia. Waseme this is a peaceful demonstration and why are you fighting the people? So mimi sielewi lakini hapo kwa spiritual mimi sikubaliani nayo kabisa. Okay. Kwa spiritual sikubaliani nayo. Ile tu sasa imefika mali sasa kila mtu pia wajua pia kuna peer pressure. Unaona best yako anadai kwenda maandamano wendi. Tunapigania jina. Alafu kuna hii saa nini social media nini. Msichana kuinsight social media nini. Ukiingia kwa ngori wana tena hiyo the same social media wanakuambia sasa wewe nani alikutuma.
And the one who are insisting wanakuambia kama ule comrade wa Thika uliona wanamchocha ya ule comrade wa Thika huyu jamaa alitoka tu kwa nyumba tu, walikuwa tu wametulia then wakaamua tu kutokea tu hivi ndio kidogo kwa risasi imepigwa, amepigwa risasi ya kichwa. Sasa unaona sasa nilisoma hiyo comment alikuwa anamwambia sasa yeye alikuwa anaenda kufanya nini, nani alimtuma, tunaona na wao ndo walikuwa namchocha ati mnachocha wengine ati sisi wengine tuko maandamano na nyinyi mmekaa tu kwa social media mkifanya nini. Unaona sasa hiyo you incite someone na we mwenyewe unajua hautaenda kwa hiyo demonstration. You are inciting someone that someone akisha kuwa incited akishapoteza life mnakuja tena the same people wa social media you are pointing but pia mimi kuna kitu nilisikia juzi Murkomen akisema nishangaza ati mtu akionekana karibu na police station apigwe risasi. Unajua kwa sababu how can you ban a police station? Lakini sikubaliani naye hata kama mbona kwani sasa kama ingekuwa na watu ndani umechoma watu wote hauwezi chomeka juu utatoroka aje, but that is not good. Mbona mnafikia mpaka mnachoma? Lakini utakubaliana nayo na hiyo. Sasa wewe ukionekana pale ukitembea na maybe hata unapeleka ndugu yako pale unapigwa risasi. Hapana, there is akusema hivyo, you did not get what he said. Nyinyi muli-interpret vibaya. What he meant like mkienda sasa kama Mbogi mnaenda ati mnapeleka kama maandamano huko. Hao ndio watu walisema they can be taken care of. Lakini si eti wewe umeenda tu kuripoti nini? Umeenda kuripoti kesi nini. Acha. Si wewe uko na right yako. So Wakenya wasi-misinterpret that thing. So mimi ni hapo kwa kusema hivyo. Unajua ukisema hivyo inamaanisha kuna pia parts of the constitution ndio jana hata nilikuwa naona rais akisema like kama mtu anapanga demonstration that the leader of that group mwenye anapanga demonstration wakuja waambie government tunapanga demonstration siku fulani na why we are demonstrating na tamenye tutatumia huko. Unajua jenzi nayo kwa kuambia eti wakuja na wenyewe na Ruto wako hivi. Okay, the president. If that's the case, hakuna siku you want to change. Okay, mkisema this president aende, okay, nyinyi wenyewe you cannot rule the nini, amwezi rule inchi. But okay, what I blame Gen Z with, they don't have straight things they want to be done. Hawana kitu wanasema hii na hii kifanya tuta. Wanasema tu Ruto must go. Haende kwa nini afanye nini? Nyinyi mmekuja na agenda gani? Pia naye Kenya inamfanya Mr President afanye au vijana wajipate wamepatwa na hii hasira ya kila siku kwenda kwa street. Ni jinsi anapofua handle. So unapata sometimes hata vijana hawako na intention ya kwenda kwa street. But ni ile tu kama unakumbuka last year kabla ya hiyo ya 25th kulikuanga na kama maandamano tu hivi then kama tu ya this year then sasa president akatumia hasira badala ya handle vizuri. Then sasa hii stimulate the same this time round last week but one walikuwa na kama maandamano kidogo and then sasa badala wa handle wasiki Kenya unataka aliendelea kuwaonesha they are not even doing something. Then ika happen sasa vijana wakasirika sana wakaenda street kwa wingi last 25th. Unajua let me tell you even the president ni binadamu kama wewe. Hata yeye unafikiria kuongoza nchi ni kitu rahisi. Even hata yeye anafeel nini the pain, unaona? Pressure huku. Hata yeye afikiri. Kila siku mnaandamana na hata mkiandamana kitu mbaya ni mkiambiwa hii kitu itafanywa, you are not patient as Gen Z.
we are not patient. Si tunataka kitu inafanywa saa hiyo. That's why kila siku tutashinda kwa street. We are demonstrating. Okay, sisi tunataka kiongozi fulani atoke. Okay, sisi agenda yetu ni gani? Hata saa hii nani anaweza simama? President akitoka nani ataingia? Hapo ndo sijui hamna hiyo plan. Eti mnasema Ruto must go. Yes, akiondoka. Yes. Nani jenzi mtaenda nyinyi sasa mchukue ndio muanze kuongoza Kenya? Oficha hata mkipewa ndio hii nchi itaanguka. Because nyinyi mtaweka kila kitu. Nyinyi mna control. Mnafanya vile mnataka. Hamna limit. And hapo ndio umekosea. Mimi nafikiria tu on both sides wakama hapo na njia nzuri ya ku come together, to come in the center of commitment, kwa sababu Gen Z hawana njia, yani hawana vitu kamilifu wanasema wanataka. Naye Mr. President akue like kama Gen Z watakama hapo na hizi vitu wanataka. Awaambie kwa muda fulani itakuwa hivi na itafanyika. Najua Mr. President ashaifanya kitu kama hiyo. Kuna wakati alikaa na Gen Z wakamsikiza, wakaongea, walikaa kwa meza, wakaongea. Kila mtu anasema issue yake. Wale walikuwa wanamshambulia. Hata ile wakati akiwa na meeting kwa X na majenzi. Si waliongea. The problem with us is that sisi tunataka justice when it comes to raia. Okay, wale mapolisi wenye wamepigwa who are demanding for their rights. Nani anawafaitia? Because sisi tu mtu mmoja akiguzwa hivi, we want to demonstrate. Na ule polisi mmoja amepigwa pale nje, ameumizwa, of which hata media zichukui hizo video, ni ma TikTok zinachukua na watu wengine wanachukua, who are fighting for the right of these people. Nani anawafaitia? Because hata tukiongea of equal rights, they are also people of Kenya. Hata wao ni brother na sister ya mtu, bado ni family ya mtu. Hata nyinyi mkisema tunataka haki ya huyu mtu, hata the police the same. But okay, right now according to people who died in the maandamano, police walikuwa wangapi? Hatuwezi sema ni wangapi kwa sababu hakuna nini walikuwa wanachukua. Watu wa media hawakuwa wanachukua. Ingechukuliwa ule polisi. Mimi najua polisi walipigwa. Ni wale walikuwa, ule jamaa alikimbizwa na ule wananchi alipigwa, akimpiga akimsukumia kwa mtaro. Na wale Mombasa walipigwa mpaka wakajificha. Na bado kuna hakuna mwenye aliuliwa. Jo haujaonyeshwa, kuna zile unseen. Tuseme kuna zile unseen. Labda haya, lakini kuna ile unseen. Sasa tuwezi assume. Lakini wajua kufika mahali mpaka unaambia polisi watumie hiyo kifaa walipewa kulinda wananchi. Lazima mtu amefeel the pain. Waue mwananchi mwenyewe. Haifai. Ni kusema tu kweli, wakuje tu pamoja waelewane, kwa sababu hakuna mwenye anafaa kuwa mwingine. Kwa sababu inji ni ya wote. Ni ya mwananchi bado, na polisi bado ni mwananchi. Mwelewa? No. So wanasema wakuje wakae chini waelewane. Na shida ya Gen Z hawataki kuambiwa, hawataki so where are we taking our country? So it's high time, hata kama tunaenda kuandamana, tunaenda kufanya vitu. Juu kuna wengine wanachukua that as an advantage. Wengine labda si wengine wamelipwa, wanatumia advantage at kuna guns wamelipwa. But kuna ule msetu amesema kwa hii maandamano mimi ndio naenda kuomokea hapo. Unaenda unavunja business ya mzee, unasema ni guns. Hakuna guns, ni nyinyi wenyewe tu mna take the advantage. Like kama kuna wenye niliona walikuwa navunja tu hizi vitu za kukalia. Kwa nini? Huyo si guns, huyo ni someone mwenye alikuwa maandamano na anavunja hiyo kitu akipiga nayo polisi. Alafu nasema ni guns, amelipwa aje? Wewe unafikiria ukifanya kitu kama hiyo, si umevunja sheria? Una expect polisi afanye nini? Anyamaze, aangalie. Ati because we freedom of maandamano. Freedom of maandamano, na yetu mnafanya maandamano yenye sio peaceful. So hii mazungumzo ni refu sana, tutamaliza.
tutarudi tu. But bottom line mimi kusema tu kila mtu ajue a respect haki ya mwingine. Kwa sababu tusipoheshimiana kwa haki ya mwingine tutabaki kuvurutana kila siku, maandamano, kila siku nani ameuliwa, kila siku nani amefanya hivi. Na tutabakia tu tumesukuma nchi kwenye kona, tupate uchumi umeharibika, tumerudi nyuma. Na vyote hii ni nchi tunafaa kujenga kama vijana, kama viongozi, tukishirikiana. Kesho pia unajua pia jinsi kesho mtatoa tu president, utafika wakati wenu. Na mtaki pia mpatane na hiyo generation ndogo tu inawakalia vibaya. Mtasikia vibaya. So mimi tu ndio wito wangu. Tutazungumza mengi. Sawa. Asante sana mtu wa rada. Karibu. So guys, so imeisha hivyo. Until next time. So mimi hapa tuwezi hadisia kitu juu tukiadisia kitu tutakaa hapa hivi sana. So kama kawa fuate pale Facebook STV Kenya, YouTube STV Kenya, TikTok STV Kenya, like, comment and subscribe to our videos. Jenzi msitusalimie, sawa? So tukutane next time. Thank you. Presenter Sebastian hapa STV Kenya on Let's Talk.